Oho. Asante sana Area Show. Elia Shopu. Mwamba kutoka kona zile pale za DRC Congo. Na sasa tunasogea katika burudani. Hapa ni episodi safi. Tunasogea mbele katika mwongozo wa picha safi bombastic. Hapa haya wanaita the killer bandit, kill the bandit, wanyang'anyi hilo. Binti anaangalia kwa umakini, anashuhudia kaka yake tayari amepiga chini. Ilibidi kutoka na kukimbia kabisa katika maeneo haya. Yes, hebu bwana, kimbiza popote pale. Ni kukimbiza barabara. Huku kila kitu kilikuwa kimeandaliwa fresh kabisa, bila mashaka aina yote. Wakati huo bwana mkubwa wanamuita bwana Lu Xinzeng alikutana pamoja na jamaa fulani kwa ajili ya kuweza kuzungumza michongo fulani. Binti huyo ametoka nje mpera, akaomba usafiri haraka sana umtoe hapa. Kichwa hakiko sawa kabisa. Wajapani tafuta twende sambamba kwa sanukia. Mkokoteni huu utakuwa na mtu, na ndo mtu ambaye tunatakiwa kumkamata umndani kakimbia. Sasa kukimbiza kwa nyuma. Naoshima taki kuferi katika mipango hii. Ala, kimbiza na wewe. Twende mwanangu. Jamaa amekalia nyuma, watasema vile anaomba gari itembee mbio. Wakamzunguka yule jamaa, wanashanga alipigwa mabuti. Yuko wapi kama ulipakia mtu? Mwanamke alishuka njiani, asema sijui anaelekea wapi. Pumbavu wewe. Tukana mtusi, lakini hakuna namna. Ndio hivyo, binti alikuwa shashuka tayari. Yuko na misha nyingine, lakini akihisi maumivu mazito katikati ya moyo. Utakuwa ni wewe. Sasa utuoneshe ramani. Huyo mwanamke ukoje? Basi akionekana mwanamke anakimbizwa. Vipi, ni yeye? Akimangana mbele anasema hata si usiki. Kwani tumekuuliza wewe? Haipa. Yes. Hatuja kuuliza. Akimwangalia kwa makini vipi? Muangalie kwa makini yeye. Anasema huyo hapana. Hapana kabisa. Ngoja nikwambie kitu. Wewe ndio ulimpandisha kwenye gari lako. Kwa lazima uweze kusema ukweli. Ni yeye. Mwanzo umesema sio yeye. Sasa hivi unasema ni yeye. Ndio. Filimbi zinasikika huko nje, ni vurugu. Vurumai. Mshike ndege tunduni. Binti akaona Wajapani wanakatisha kila kona. Bado wanamtafuta. Kila mwanamke anaangaliwa kwamba ni yeye sio yeye. Mwamba akasema subiri kidogo. Alihisi kuna tukio lisilo la kawaida nje. Ilibidi kutoka kukagua kwa umakini. Piga mahesabu. Taka kusogea mbele, ameweka mtukati. Allah, hapa hakuna kusogea popote. Twende huko.
Okay. Walipewa ramani vijana. Anataka kumsaidia. Blaza yang. Yang. Kapteni. Nini kinaendelea? Tuko hapa kwa ajili ya jeshi la kifalme la Kijapani. Tunajaribu kuchunguza mwanamke fulani alivaa hivi. Vipi, umemwona? Mwanamke amevaa koti fulani la blue na skafu hapa. Anasema ndio. Amebeba kibegi fulani. Anasema ndio yeye. Ameelekea hivi. Unasema kweli umemwona wewe? Anasema ndio mheshimiwa, tulimuona sisi. Amevaa skafu fulani. Anasema ndio. Hao ni marafiki zangu kabisa. Kwa hiyo na maana hawezi kudanganya. Ni kweli. Amebeba nini fulani. Twende haraka sana ukufukuzia. Alipoelekea kule wakachomeshwa mahindi. Wewe acha. Umbavu, kimbia, unakaa kuzuba hapa. Utakuja uwawe. Wakamtuma yule bwana mdogo akimbie. Kwa mwisho walikuwa wameweza kuzuga kila kitu. Sasa unapaswa kuwashukuru sana rafiki zangu, maana wamekusaidia. Kwa unapaswa kunywa pombe. Hakuna njia nyingine. Sawa? Kushare kwa pamoja. Namaliza bakuli hili kwa ajili ya kuwashukuru kwa msaada mlionipa leo. Sawa, hiyo ni nzuri. Wametoa msaada kumsaidia katika hili. Naenda. Nasema hapana. Nilitaka kuondoka na wewe. Najua huwezi kutembea kirahisi namna hiyo huko nje. Na umekuja hapa. Kuna mambo nataka nifahamu. Niambie kuhusu hilo. Umekuja studio yetu kila wakati na kuna mambo magumu unayapitia. Hutaki kutuambia ukweli kuhusu hilo. Ulizungumzia nini? Unajaribu kunitazama. Usizungumze ujinga. Kamkamata binti. Kwenye kibegi chake anataka kukagua leo. Amjue kabisa ni mwandishi wa habari tu. Hawana kitu kingine anaficha. Ndani yake alikutana karatasi. Usicheze mbinu na mimi. Kulinganisha picha hizi, basi inaonekana kabisa unajaribu kuweza kwa support wa Japani. Lakini lazima kuwe na jambo. Mimi nimeamini hizi ni vitu vya kujitetea. Niambie, wewe ni nani haswa? Weka mambo yako wazi, maana nimekusaidia leo. La sivyo kila kitu kingekuwa wazi kwa Japani. Kama vigumu kueleza, basi sisi kwa nini tusiondoke? Kumbe ni mwanajeshi kabisa na ametumwa kwenye misheni kuelekea Jinmei. Mwanajeshi wa jeshi la Baro Army kaja huku kama mkomunisti kwa ajili ya kutumikia majukumu haya mazito ya kijeshi, kuhakikisha kwamba taifa hili lilikuwa katika wakati mgumu na kuja hapa kwa ajili ya kuweza kuliweka sawa. Hii ndio kitu ambacho binti anakikumbuka. Alipewa mamlaka makubwa, lakini unatakiwa ufiche utambulisho wako kwa sababu ya usalama wako. Kila muda utakiwa kufahamika na mtu wa aina yoyote. Hiyo ndio njia pekee, na alikubali. Unaweza kuniambia wewe ni nani? Kumbuka alikuwa anamuita kaka. Alichapwa ngoma pale pale mbele ya macho yake akishuhudia hili. Linamfanya alie sana. Kwa nini analia? Basi nenda zako. Kama unalia nenda zako. Akamkumbatia mwamba. Uchungu alionao. Watu wakaona ni kama mchezo huu. Ngoja tujiondokee sisi tuwaache.
Malizana. Mnaenda wapi sasa wanangu? Malizana naye. Mtoto si amekuelewa? Watu wakajua kwamba mtoto amemwelewa, kumbe anaye uchungu wa hatari. Maskini ya Mungu. Zuri. Vipi? Una nini kinaendelea? Sasa nasema Xiaoma amenituma nije nikutafuta, lakini mwisho wa siku kumbe huko. Si unamuona huyu? Sielewi hata nini kinamliza. Nilikutana naye ghafla tu na shangaa ndo hivi analia. Sasa nini ambacho kinimemsibu? Hem, kaa chini kwanza. Basi ilibidi kuweza nisaidie begi. Mtu kaondoka. Wewe mpumbavu na roho mbaya eti. Nisaidie begi ili niweze kumchukua hapa. Binti amechoka, maumivu mazito mpaka kutembea shida. Huku maeneo haya yalikuwa yameanzishwa maabara ndogo kwa ajili ya kutengeneza vitu tofauti tofauti. Mama alikuwa anatengeneza hivyo vitu. Umekuwa na ajabu sana. Sile nini shida, lakini atakuja. Tumechelewa kidogo tu lakini nimemuona. Yaani amemuona bwana mkubwa anamuita Lu Zinzeng, lakini hadi sasa hajaja, wanamsubiria. Mimi nadhani wewe ni mjanja tu. Hujafika kumuona. Basi ngoja niende mwenyewe. Msubiri usiende. Nisubiri nini? Jimmy Hao anatengeneza mabomu leo. Kwa lazima tuweze kuwa hapa kwa ajili ya kuweza kuangalia. Anatengeneza mabomu, mwamba anatengeneza zake mabomu. Anasema si wadanganyi kweli kabisa, Jimmy Hao leo anatengeneza mabomu. Yanatengeneza vitu special kabisa. Tunahitaji kuweza kumsaidia katika hili. Ni kweli. Wakasahau habari ya kumuita bwana mkubwa na muita Lu Zinzeng. Ina maana anatengeneza mambo. Yeye alijifunzia wapi mambo kama haya? Tulia. Ni kweli nilijaribu kukopa pesa na kujifunza kipindi mmeniacha. Mmeniambia niondoke. Mwamba kaanza kunusanusa. Usiguse iko kikopo. Ni hatari, kina mlipuko. Acha kuntania wewe. Mlipuko utoke wapi hapa? Mimi sikuamini kama Jimmy Hao. Sikudanganye kweli, kikopo iko si cha kawaida. Nini? Mbona kama juisi ya tende? Mlipuko huo sio juisi mwanangu. Muongo bwana. Mlipuko. Acha kututisha bwana. Mnaogopa shenzi nyinyi. Unaona hamna mlipuko, nimewatisha tu naogopa. Hakuna lolote hapa. Sasa katikisa ngome na usifanye hivyo ese. Italipuka hiyo. My God. Ngome ilikuwa kidogo imepanda mpaka juu. Ni kweli ujue inalipuka, anasema inalipuka kweli. Moshi. Ala. Anasema inabidi kuwaita polisi. Kila kitu kiko sawa mheshimiwa. Vitu vingi vya kale hivi hapa. Anasema hii ni mambo ya dhamani sana. Muonekano wake. Nadhani inaweza kuwa faida kwa upande wetu. Siwezi hata kuweza kuweka mbali katika mipango hii. Mheshimiwa. Nafikiri kwamba tungepata kuweza kuuza vitu hivi kwa siri, alafu wewe unafikiri rahisi. Tukiuza kwa siri, wakija kusanuka wale washenzi. Hali itakuwa mbaya. Namna hii hapa ni episodi safi kabisa ya 63 kama kusikosei.
Twende kwenye 64. Ngoma safi bomba. Bongera dude, bongera picha. Karibu sana.